Tatizo la ndovu kwa wakazi wa eneo bunge la Ganze, kaunti ya Kilifi limeendelea kuwakera wengi kwa muda mrefu licha ya viongozi na hata serikali kuu kuahidi kulitatua. Mbali na wakazi kulalamikia usalama wao na hata mazao yao mashambani kuendelea kuharibiwa, elimu pia imeonekana kuathirika. Wakazi katika eneo la Mlima wa Ndege wanadai uvamizi wa wanyama hao, iwapo idara husika hazitaliangazia, wataendelea kuathirika hata na zaidi. Hivi tuko hapa tena tuko na habari mbaya. Sisi tukienda wengine huko mbali, kuko na ndovu. Hapa juzi mwaka jana umekuwa mwaka jana. Kumekuwa hakukanyagiki huku kwa hiyo ndovu. Hata wengine wakauliwawa. Kwenda kwenye maji hatuwezi kwa hao ndovu. Basi hiyo ni kitu kubwa la kwetu. Hata hivi tuko hapa, tena maji hakunwa. Iko mbali kabisa. Shida ya watoto, njaa. Pia sisi wenyewe pia tuko hapo hapo. Kama enda kwa maji, wale ni watoto wadogo. Na huko kwa maji ni msituni ndio fike huko kwenye maji. So kuna wanyama kama vile ndovu wanaweza kuhatarisha maisha ya watoto. Naibu mwalimu mkuu wa shule ya Mlima wa Ndege Rachel Karisa amebainisha kuwa umbali wa makazi na shule imekuwa ikihatarisha pakubwa maisha ya wanafunzi, hasa wanapohitajika kufika mapema shuleni ili kuendelea na masomo. Kulingana na zile saa ambazo wanafunzi wanafaa wafike shule, wanafunzi wanafaa wafike shule saa 1, lakini wanafunzi wetu wengi wanatoka mbali. Kwa hivyo ikifika ule wakati wa ndovu, inabidi waanze kukaa nyumbani kwanza mpaka kama saa 2 jua litoke ndio waweze kuja shule. Kwa hivyo inafanya programu yetu ya shule inatatizika. Hatuwezi anza masomo yetu mapema. Na pia wengi wanatoka mbali, inabidi tuwatoe mapema ili waweze kwenda nyumbani. Mwalimu Rachel anasema baada ya kuwasilisha lalama hizo kwa idara husika, hadi sasa hakuna jambo lolote lililofanyika. Ndovu wanaishi msituni na wakati wanatoka huko nyumbani lazima wapitie msituni, kwa sababu familia zetu nyingi huwa ziko huko mbali na shule. Tumewasilisha hayo yote kwa viongozi na pia wamesema wanalishughulikia hili swala. Lakini bado tunaona ndovu wanakuja kutusumbua kila wakati. Mwanachama wa kitengo cha usalama katika kaya Godoma, Gona Konde Thuva, amebainisha kuwa amekuwa mwathiriwa wa hivi karibuni baada ya kufukuzwa na ndovu. Hili ni jambo sugu ambalo limeathiri sehemu hizi za Mlima wa Ndege, na hili jambo tumejaribu sana kuongea kwa kiundani, lakini bado halijapata suluhu. Ombi langu mimi ni kwamba kama ndovu tunaweza tukaishi nao sisi, basi afadhali kama ni kuwekewa fence ya stima, wachaguliwe tu mahali wawekwe vizuri, manake imekuwa jambo sugu ambalo hili tatizo sijui kama linaweza likatoka vipi hapa sehemu hizi za Mlima wa Ndege. Hivi mnavyoniona, juzi nilienda nikaanza kupambana na ndovu tuko watu 5. Nilikuwa natafuta ng'ombe, lakini nikafika mahali kwa Benes. Mahali pale kwa Benes ndovu nao walikuwa wanakuja pale wanakunywa maji. Tukaanza kufukuzana pale. Nilipata majeraha. Hii kiuno yangu kwa sasa siwezi, manake niliangukia hicho kigingi. Nikitembea kwa wakati huu nasikia kimeachilia hapa ndani. Bala njaa likiendelea kuwakodolea macho wakazi kutokana na uharibifu wa mimea unaosababishwa na wanyama hawa, wakazi sasa wanaishinikiza serikali kuliangazia swala hili kwa kina. Ni maji hatuna, chakula hatuna. Watoto wetu wanakosa masomo. Saa 9 wanatolewa, wanaenda kuzunguka kwa maji. Wanasema watatutusaidia, lakini tukifikiria hivi vile tunataka haijatufalidia vizuri. Hata hivyo, idara ya usalama katika kaunti ya Kilifi ikiongozwa na kamishna wa kaunti David Wanyonyi imesema wamefanya mazungumzo na shirika la uhifadhi wa wanyamapori nchini KWS na kuweka mikakati ya kuweka ua ili kudhibiti wanyama hao hatari kufika sehemu za makazi. Tumepata habari kwamba siku zilizopita kumekuwa na conflict kati ya wale wanakaa hapa na haswa ndovu ambao wanatoka katika Tsavo National Park. Tumeongea na Kenya Wildlife Service KWS ili waweze kutafuta fedha ambazo wataweka ua katika Tsavo National Park
kuwa contain hawa ndovu wapaki kule wasije kusumbua na wananchi. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.